Kuja kupata huyo mtoto kama amelala chini hajiwezi. Mahali penye nilipata kuna injury kubwa ilikuwa upande wa kichwa. Ni kama alipigwa kichwa na rungu. Kwa mjibu wa mashahidi, mshukiwa Vincent Otieno na mwenzake waliotekeleza tukio hilo pamoja walitoroka baada ya kisa hicho. Wakazi wa eneo hilo wameeleza kuwa mvulana huyo alipigwa vibaya na kupata majeraha makubwa hususan kwenye kichwa. Nikapata ya kwamba mtoto alikuwa ameambiwa aenda bebe nyasi na hakuenda. So hiyo tu ndio makosa. Kufika hapo karibu nikakutana na Vincent, mtoto, baba ya mtoto. Nikamuuliza, Vincent, unaenda wapi na nduru iko kwako? Ati nika hapa narudi. Nikamwambia kuja hapa, rudi hapa. Akaanda mbio. Tukafuatana paka huko juu. Lakini akanishinda na nguvu na mbio akatoroka akaenda. Mashahidi wameeleza kuwa baada ya kupigwa kijana huyo alilalamika kuwa alikuwa anahisi maumivu kabla ya kuishiwa nguvu na kufariki katika eneo la tukio. Pendua huyo mtoto akapiga kichwa hivi. Alikuwa amelala chali. Ndio akaanza kumfinya hivi mbavu. Alikuwa anamfinya na kamfinya sikio. Ndio akachukua hizi vidole akaingiza kwa mdomo. Nikamuuliza, hiyo ni nini unafanya? Si ndio umeshamaliza? After kufanya hivyo akamgeuza hivi na kamsukuma kichwa. Mtoto akikosa tuachane na hasira. Hasira huwa inaleta hasara. Sasa tushapoteza kababa, hatutamuona tena. Tukio hilo limezua hofu na huzuni mkubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo na wameitaka serikali kufanya uchunguzi ili kubaini chanzo cha kisa hicho. Mwili wa marehemu umepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya rufaa ya Sega, huku polisi wakiendelea kuwatafuta washukiwa hao. Nikapata mtoto hapo kwa varanda kama analia. Nikauliza mtoto, unalia nini? Mtoto akaniambia, mama, babana na Vinu amenichapa. Chepkemei Daisy, JD News.